Mchungwa Halisi YouTube channel. Subscribe, like and share. Karibu sana Ana, uko poa? Wajionaje na hali? Niko shwari. Nice kabisa. Karibu sana Hatima FM Radio, karibu sana kwenye Blast.net. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza pamoja na wewe. Watanzania wanatamani kwanza kufahamu Ana Kidima ni nani? Okay, Ana Kidima ni mwimbaji. Yeah. Nimeokoka na mpenda Yesu. Alright. Na wakaribisha tu kuwahudumia. Wanisikilize katika nyimbo zangu nitakazozitoa. Yeah. Wow. Na mwaka 2025 ndio umekuwa ni mwaka ambao watu wanasikia kazi zako ambazo umezitoa. And so far inawezekana tulianza nyuma kidogo. Harakati za kujua kwamba ndani yetu tuna kitu cha kimungu ambacho inabidi tumtumikie Mungu kupitia uimbaji. Tumeanza lini? Of course nimeanza kuimba tangu nikiwa mdogo. Yeah. Ni kitu cha muda mrefu. Lakini official nimeanza mwaka huu kuachia kazi zangu. Okay. Yeah. Ndio. Mwanzo ulikuwa unaimba kwenye kwaya ama ilikuwa ni wapi hasa ambako ulikuwa unaendelea kuimba kabla hujasema mwenyewe mwaka wa 2025? Ndio, nilianzia kwenye kwaya tangu nikiwa mdogo kabisa, nilikuwa naimba kwaya. Lakini baada ya hapo nikajiunga na vikundi mbalimbali vya praise and worship. Yeah. Nikiwa Dar es Salaam. Lakini kwa mwaka huu sasa nikaona kwangu mimi nimepata kibali kutoka kwa Mungu kuanza kufanya kazi zangu. Mapema kabisa. Na maamuzi ya kwanza siku zote huwa yanakuwa na washauri. Unajua kuna watu unaweza kuwafuata ukamwambia bwana, mbona naona kama nimefika muda wa kutoka. Anakuambia kwa ninavyokuona bado. Mtu wa kwanza kumshirikisha kwamba sasa hivi nataka nianze kuimba kama solo artist alikuwa ni nani? Nakumbuka ni dada yangu ambaye pia ni mwimbaji. Yeye ni mtu ambaye tuna share vitu vingi sana. Yeah. Kuhusiana na uimbaji. Kwa hiyo ndo alikuwa ni mtu wa kwanza kumshirikisha. Na akanishauri ya kwamba unaweza. Kwa hiyo na mimi nikapata nguvu ya kuanza. Mwaka 2025 kazi ya kwanza kabisa ambayo imetoka kwako inaitwaje? Nataka tukaitambulishe rasmi hapa kabla ya kuendelea kupiga mastori mengine. Kazi inaitwaje? Kazi yangu ya kwanza inakwenda kwa jina ya Ningare. Ningare. Yeah. Why Ningare? Ningare kwanza ni wimbo ambao umebeba true story. Yeah. Naweza nikasema ni ushuhuda wa kweli kwa Kiswahili. Yeah. Ambapo nimeona namna gani Mungu akinitoa kuanzia chini. Nimetoka mbali sana. Yeah. Kutoka nisikofaa mpaka Mungu akanipandisha viwango. Okay. Kwa hiyo kwangu mimi nikaamua kutengeneza wimbo wa Ningari kuonyesha namna gani Mungu alivyonitengeneza, ameningarisha. Okay. Yeah. Kuna hatua ambazo ulipita unaona kabisa Mungu ilibidi akung'arisha ili uweze kuvuka usonge mbele. Ningare ina sound vipi? Let's go. Okay. Nina kila sababu ya kusema Bwana umwema, maana fadhili zako wema wako hauelezeki. Umepindua historia yangu, umebadili na maisha yangu. Mungu mpindua historia. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu kwetu. Oh Yesu, mtuliza mawimbi. Yes. Wewe nahodha, wewe ni Robi kwetu. Umenifanya ning'are, Mungu wangu. Oh. Fadhili zako Bwana tangu kuzaliwa kwangu. Yeah. Umenifanya ning'are. Yeah. Alright. Kitu pekee ambacho nimegundua, nilifanya interview moja hapa na your sister Priska Kidima. Mnafanya sana mazoezi ya kuimba. Alinitoa knockout kabisa. Yani good vocal iko sawa sawa. Yani you feel it kwamba kuna mtu anaimba. So mabibi na mabwana now. Ning'are. 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 Tona. Aha. Ning'are. 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 Sema no ning'are. Aya. Noma kabisa, nimependa kuna mistari iko hapa nataka tuende nayo kidogo. Hapa nyuma kidogo kuna mistari imeandikwa, yani hatari. Tukisema somebody ning'are.
Naoma kabisa, yani kama ningekuepo sikio studio na production basi na mimi ningefanya vurugu. By the way, good music kabisa, burudani inaitwa Ning'are. Miongoni mwa kazi mpya kabisa ambazo Tanzania tumezileta leo hapa for the first time, na I'm so excited kuileta kwenu ili tuweze kuipokea vizuri. Ning'are kutoka kwa Anna Kadima imekamilika audio pamoja na video ama? Ning'are imekamilika ni audio na visualizer nimefanya kama short clip, lakini zote ziko YouTube. Anaweza tu akaenda akaandika Anna Kadima, ninapatikana YouTube. Unaweza kuingia pale YouTube na ukaandika Anna Kadima, na ni rahisi tu, unaandika ANNA halafu KIDIMA vizuri kabisa na ukampata vizuri. Unajua kuimba. By the way, unajua unaweza kukutana na mtu unajua kabisa huyu anafanya mazoezi ya kuimba kabisa, yani amezaliwa kwa ajili ya kuimba. Ulisema kuna namna Mungu amekutoa, so tell us kidogo, ni kwa namna gani Mungu amekusafirisha? Tumepita kwenye nyakati gani ambazo zilikuwa hazikuwa za kawaida? Tunasema ni final, Mungu alifanya, na ndio maana tukasema Mungu ametung'arisha. Tulipitia kwenye nini kwenye maisha? Kwanza kabisa naweza nikaelezea historia yangu kwa ufupi ili kuonyesha namna gani Mungu alivyonifanya ning'are. Kwanza kabisa sikuzaliwa katika familia ya kitajiri sana. Lakini tangu nikiwa mdogo nilikuwa natamani sana sana sana, na mtu aliyekuwa ananitia moyo ni mama yangu. Alikuwa ananitia moyo, ananiambia wewe ni mwimbaji, tangu nikiwa mdogo kabisa. Na mazingira ambayo tumekulia au nimezaliwa kwa sio mazingira rafiki. In short niseme ni kijijini. Kwa hiyo kuna mchakato kutoka mazingira ya kule mpaka kufika hapa nilipo. Kwangu mimi naona ni ushuhuda na ni neema. Nimepitia kwenye changamoto nyingi za kukataliwa, kuonekana sijui kuimba, unaona. Kuna wengine, mtu mwingine hakukubali tu kutokana na muonekano au sauti yako jinsi ilivyo, anakuambia maneno ukasha tamaa kabisa, unaona. Lakini namshukuru Mungu nilijitia moyo. Tangu nikiwa kule nyumbani changamoto zilikuwepo, nimepitia changamoto nyingi kwenye kwaya, kwenye praise na vitu vingine, yani na sehemu mbalimbali, sio tu mpaka mashuleni kwenye vikundi changamoto zilikuwepo. Lakini namshukuru Mungu, sikukata tamaa. Mungu akanitoa kule niliko, akanileta mpaka Dar es Salaam. Basi na mimi sikukata tamaa, nikaendelea na huduma yangu ya uimbaji, na namshukuru Mungu sana kwa hatua niliyofikia wakati huu. Nice. So kuna mchakato ambao tulipitia mpaka kufika mahali ambapo watu wanaweza kutuamini na tunaanza kumtumikia Mungu. Mara nyingi sana wanasema kuanza kufanya kazi ukiwa Dar es Salaam inawezekana ikawa ni ngumu kidogo kutokana na connection, watu unaokutana nao, utayari wa watu wenyewe kushirikiana na wewe. Tumewezaje kusurvive kwenye jiji kama Dar es Salaam kuanzia huduma pale? Wengi wanaanzia mikoani, wakishatengeneza platform ndio wanaenda kule. Wewe umeamua kuanzia pale. Ilikuwaje? Niseme tu ni neema ya Mungu. Kwa kweli kwa sehemu kama Dar es Salaam kupata tu connection ya hata studio ambayo inaweza ikafanya kazi nzuri ni changamoto. Maana yani ndio hivyo, binadamu tunajua kuna vitu ambavyo kidogo tunaweza tusio tunapendana au kuniana wivu. Lakini namshukuru Mungu amenipa neema na kibali kupitia dada yangu, nikaa naipata studio, nikarekodi. Basi tukaanzia hapo. Nice. 2026 ni mwaka mwingine tena. Wanasema ukishaanza kutembea utakiwa kusimama, kwa sababu kuna hatua ambazo watu wanakusubiri mbele. Yani watu wanaanza kukuona mbali. So 2026 utaenda kuwa mwaka wa aina gani kwa Anna Kadima kwenye huduma yake ya uimbaji? Ninaamini utakuwa mwaka mkubwa sana. Na nitafanya kazi nzuri sana. Nitafanya kazi nzuri sana ambayo ninaamini kupitia kibali cha Mungu kila atakayesikiliza ataponywa, ataguswa na hata kubadilika maisha yake kabisa. Maana mwisho wa siku sisi tunafanya kazi ya Mungu. Kupitia uimbaji watu inabidi wabarikiwe, watu wafunguliwe, wapone na vitu vingine kama hivyo. Hii sasa ni audio pamoja na visualizer. Video tunaikamilisha lini na itakuwa out mpaka lini? Ni mwaka huu ama inawezekana kaingia mpaka mwezi wa kwanza, hapo ndio tukaamka nayo? Tumuombe Mungu mpaka kufikia mwezi wa kwanza nafikiri itakuwa tayari. Kila kitu kitakuwa sawa sawa. Kwa sababu tupo kwenye mchakato, tutafuta producer. Anna Kadima yuko kwenye management ama umesimama mwenyewe? Kwa sasa nimesimama mwenyewe. Niko mwenyewe, Kwa nini? Kuna ugumu kidogo kupata management kwa gospel musician?
sijafikiria hivyo, ila kwa sasa hivi nimeamua niwe mwenyewe kwanza. Yeah. Lakini nikipata kibali, Mungu akiniambia sasa unaweza ukaa kwenye management, naweza nikaanza kutafuta, nikaingia. Yeah. Ukaanzia hapo na kusonga mbele. Yeah. Kule kwenye social media kwa jumla, Instagram, TikTok na kwingineko unapatikanaje, lakini pia mialiko na vitu vingine vinafikaje kwa Anna Kidima? Okay. Nitaanza kwanza na Instagram. Yeah. Instagram napatikana kwa Anna Joseph Kidima ambayo ni official. Ukinisearch tu unaweza kanipata, lakini pia TikTok ni Anna Kidima. Yep. YouTube Anna Kidima, hata Facebook pia Anna Kidima. Nice kabisa. Mwisho kabisa, neno gani ambalo unatuacha nalo wa Tanzania ambao leo tumekupokea for the first time ni ngare na nyingine zote ambazo zinakuja kutoka kwa Anna Kidima? Ninaomba tu wa Tanzania wanipokee. Yeah. Lakini pia wasisite kusikiliza kazi zangu, watafunguliwa. Yeah. Wenye matatizo mbalimbali watapata suluhu kupitia nyimbo zangu. Yeah. Nice kabisa bwana, ndivyo ambavyo tunamalizana na dada yetu anaitwa Anna Kidima. Next time tutakuwa naye tena hapa tukiwa na kazi nyingine nyingi, lakini hii iko YouTube tayari. So unaweza kuingia pale YouTube, andika Anna Kidima ni ngare, ukaenjoy muziki mzuri. Mpango Halisi YouTube channel. Subscribe, like and share.